la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Bwana yetu ainuliwe. Nashukuru Mungu pia kwa ajili ya nafasi tena ambapo Bwana ametuleta ili tuweze kushiriki neno la Mungu. I thank God because of this opportunity He has given us to share the word of God. The Lord has given me the message called the year of Jubilee. Bwana amenipa ujumbe ambao unaitwa ni mwaka wa Mungu. I am going to read the Bible in the book of Leviticus chapter 25 verses 8 to 13. That's what I'm going to discuss about. Tasoma Leviticus 25 mstari wa 8 to 13. Mstari wa 8-13. That chapter talks about the year of Jubilee. Chapter hii inasema kuhusu mwaka wa Mungu. The key verse is 10, which I'm going to read now. It says, consecrate the 50th year. Inasema ya kwamba mstari wa 10 inasema ya kwamba mutakaze siku hiyo ya mwaka wa 50 and proclaim liberty throughout the land. Na mkaweze kutangaza kuwekwa huru katika maagano haya. All its inhabitants. Kwa watu wote ambao wanaishi pale. It shall be Jubilee for you. Itakuwa mwaka wa Mungu kwenu. The message that we are going to share today is so powerful about a time set by the Lord for liberation, for Jubilee, for people to celebrate. Neno ambalo tunanena neno ambalo linasema ni kwamba ni mwaka ambao umewekwa na Mungu wa kuwekwa huru. This shows us according to the book of Leviticus, after 50 years, 7 times 7, 49. The following year, which was supposed to hit 50, was a year of Jubilee. Tunaona katika kitabu cha Leviticus ya kwamba ni 7 mara 7 ni 49, ikienda kufika mwaka wa 50 ilikuwa ni mwaka wa Mungu. The Lord had declared a day for all the people to be free, the people who are slaves to be set free and go back to their homes, free of anything. Mungu alikuwa ameweka huo mwaka na ameutua ya kwamba watu ambao walikuwa wametekwa, ambao walikuwa wanafanya kazi kama watumwa, ni wakati wao wa kuwekwa huru. It was not like a public holiday, but it was a day for freedom of all of the captives. Haikuwa ni ya kwamba ni kama ni siku ya kihistoria ama ya kiserikali, lakini ilikuwa ni wakati wa watu kuwekwa huru. It was God's divinely set. Ilikuwa ni ya kwamba ni wakati wa Mungu wa kuweka upya tena. It was when the year of God, it was the year of God for restoring His people. Ilikuwa ni mwaka wa Mungu wa kuweza kuharibu na kuwarudishia wapendwa. Of God were set free physically. Watu wa Mungu walikuwa wanawekwa huru kimwili. And then they were set free socially. Na pia walikuwa wanawekwa huru katika community. Also financially, if you had a debt, it was cancelled. Pia kifedha kama ulikuwa na deni ilikuwa inakansoliwa. Without caring who owed who, because the year has come, this person has to be free and the debt has to be forgiven. Bila kujua ni nani ambaye anadaiya mwingine, ilikuwa inawekwa huru maana mwaka wa Mungu ulifika. It was a time for the people to be set free spiritually. Ilikuwa ni wakati wa watu wa Mungu kuwekwa huru kiroho. The year of Jubilee reveals God's heart to His people so that they can know His will. Mwaka wa Mungu unaonyesha ya kwamba roho ya Bwana kwa watu na ili wakaweze kujua mapenzi yake. It was a year for restoration. Ilikuwa ni wakati wa kurudishwa. A year for freedom. Ilikuwa ni mwaka ambao ni wa kuwekwa huru. A time for mercy, God's mercy upon His people. Ilikuwa ni wakati wa neema ya Bwana. Also a time of people to receive forgiveness of sin. Ilikuwa ni wakati wa watu kupokea kusamehewa kwa dhambi. That shows like when that year hit, the Lord would forgive all the iniquities that were done by His people. Hiyo inamaanisha kwamba mwaka huu ungefika, Mungu alikuwa amesamehea makosa yote ambayo yalifanywa na hawa. And it was also a good time for a new beginning. Na ilikuwa ni wakati mzuri pia ya kwanza ya mwanzo mpya. I wish Kenya would have a situation like that where people can be forgiven and those who are in prison can be set free as we begin afresh. Ninaomba kama Kenya ingekuwa na jambo kama hilo, ili wakati mwingine inafika ya kwamba tunawekwa na tunaanza upya. The same God who declared the Jubilee over Israel is still declaring the spiritual Jubilee through Christ Jesus by the work of the cross. Mungu ambaye alikuwa
free. Ilitangaza kwa watu wote wa Israeli ya kwamba wakati wa 50 wa jubili wa mwaka wa Mungu ikifika, lazima watawekwa huru. And a trumpet was blown everywhere so that everybody who is in captivity to know that it is time for his or her freedom. Na tarumbeta ilikuwa inapulizwa ili kila mmoja mahali ambapo hako ajue ya kwamba ni wakati wake wa kuwekwa huru. We understand that everybody, regardless what the magnitude of the debt that you had when the year came, you had to be set free. The Lord had not even allowed Israelites to sell lands. And if I had to sell, I was to give to my brother, and then when the year of Jubilee comes, then he will leave that land so that the property comes back to me. Wakati wa mwaka wa Mungu ukifika, haikutaka kujulikana ya kwamba ndani yako ni kubwa gani. Hata watu wanaruhusiwa kuuza, na wangeuza walikuwa wanapeana kwa ndugu zao. So when the 50th year came, they would take their property back. Na wakati wa mwaka wa Mungu ukifika, ya kwamba wangechukua mali yao. So when I was studying this, I was seeing the great plan of God about his people, that he did not want people to remain in poverty or to die poor or to live in oppression. Wakati nilikuwa ninasoma neno hili, nilikuwa naona jambo zuri la Mungu ya kwamba hakutaka watu wakae katika kufungwa ama katika ufukara. The book of Luke chapter 4 verse 18 and to 19, the book of Luke Katika kitabu cha Luka chapter 18, chapter ya 18 verse 19 says, the Spirit of the Lord is upon me. inasema ya kwamba Roho wa Bwana uko juu yangu. He has set me to proclaim the liberty to the captive. Ameniweka kutangaza kufunguliwa kwa ambao wamefungwa. This was a day when Jesus walked to the synagogue. Hili ni wakati ambao Yesu Kristo aliingia katika And sinagogi he was given a scroll to read. na alipatiwa scroll ambayo anasome. Then he looked at the book of Isaiah, where Isaiah had said, and the Spirit of the Lord is upon me. Na akaangalia mahali ambapo katika kitabu cha Isaya Isaya alikuwa ameandika ya kwamba akisema Roho wa Bwana ako juu yangu. To proclaim the year of the Lord. Kutangaza mwaka wa Bwana. That Jesus, after that scripture, he loaned it back and gave it back and said, this has happened in your hearing. Na wakati Yesu alisoma hivi akafunga hii na akarudisha na akasema ya kwamba hili limetendeka kwa kusikiza kweli. This was a confirmation that Jesus Christ came to be a jubilee for the people who are in captivity. Hii ilikuwa ni hakikisho ya kwamba Yesu Kristo alikuja ili akaweze kuwa mwaka wa Mungu kwa wale ambao walikuwa wamefungwa. For all the people who are living in the captivity of sin, he would set them free. In their hearing, he proclaimed that. Kwa watu wote ambao walikuwa wamefungwa katika dhambi, angewaweka huru kwa kusikiza. If we look at the lives of today, people have been so bound by the power of sin. Tukiangalia siku ya leo, watu wamefungwa sana na nguvu ya dhambi. As much as they try to rescue themselves from the bondage, they find themselves still in bondage. Hata kama wanajaribu kujiondoa katika ufungo ule, bado wanajikuta wamefungwa. And there are people who are bound by fear. They do not have the freedom because they are afraid to speak because they are neglected. Kuna watu ambao wamefungwa na uoga, hawatakubadilisha maana wameachiliwa. Even when you know what is right, you are afraid to speak it. So it's a kind of a bondage. You remain in that because you cannot speak. Not because you don't know the right thing or you know you are right, but you just keep quiet because of fear. Hata kama unajua ukweli, unakaa na hutaki kusema. Hata kama unajua ya kwamba hilo ni jambo la kweli, unakaa hivyo baada ya sababu ya uoga. Other people have lived with depression. Watu wengi wanakaa na depression. And many people even die of depression because they let their minds to be overwhelmed by weight which can just be shaken out for them to be free. Na pia wengi wamekufa sababu ya depression, sababu ya kukaa na mambo mengi, wanakataa kuyaondoa. Other people are bound by addiction. Addiction to drug abuse, addiction to drinking beer, addiction to food, addiction to pride, and they live like that. They die as sinners. Watu wengine wamekaa katika wamefungwa sababu na pombe, wengine na chakula, wengine na mambo mengi, na wanaishi hivyo. Other people is anger. Watu wengine ni kukasirika. You cannot forgive. Huwezi samehea. No matter how much a person comes and bows before you asking for forgiveness, you cannot forgive. Hata kama mtu atakuja mara ngapi akinyenyekea sababu ya kusamehewa, hauwezi. And others are in direct
yourself. Na wengine wanaopreshwa na shetani mwenyewe. No, the Bible says the thief does not come for any other reason apart from killing, stealing, and destroying. Maandiko inasema ya kwamba shetani hakuji sababu ya kitu kingine, anakuja kuiba, kunyang'anya na kuharibu. Jesus said, I came so that I can destroy the work of the devil. Yesu Kristo anasema nilikuja na ili nikaweza kuharibu kazi yote ya shetani. So I told them in the scripture, this scripture has been fulfilled today. The year of Jubilee has been fulfilled today in your hearing. Na akasema ya kwamba siku ya leo mwaka wa Bwana umekuwa umetimizika ndani yenu sababu ya kusikia kwenu. The book of John chapter 8 verse 36 says, if the Son therefore make you free, you shall be free indeed. Katika kitabu cha Yohana inasema ya kwamba wakati mwana anakuweka huru, wewe uko huru hakika. If Jesus Christ sets you free, he will keep you free completely. Kama Kristo atakuweka huru, utakuwa huru kabisa. And because the year of Jubilee was declared by Jesus Christ in the New Testament. Na sababu neno la mwaka wa Bwana ulitangazwa na Yesu Kristo katika kitabu cha Agano Jipya. No, it's your time now to take hold, to get your portion from the promise the Lord made in the synagogue. Ni wakati wako sasa wa kuchukua nafasi yako ama kiwango chako kulingana na agano ambalo Bwana alipeana katika sinagogi. During the year of Jubilee, Katika wakati wa mwaka wa Bwana, the people who were in slavery had an opportunity to go back to their families. watu ambao walikuwa ni watumwa walikuwa na nafasi ya kurudi katika familia zao. There was this thing called slave trade that we also used to learn in school. Ilikuwa na jambo hili ambalo ni ukuuzaji wa watumwa ambao tulisoma katika mpaka So shule. if you are sold as a slave, like Joseph, the way he was sold to Egypt, Kama utageuzwa kama mtumwa kama vile Yosefu aliuzwa Misri. if I would buy a slave, I would put a seal, just the way we put a seal to our goats. Kama ningenunua mtumwa ningeweka alama kabisa ambazo tunaweka katika mbuzi zetu. Meaning that that person belongs to you. Kumaanisha ya kwamba huyu mtu ni wangu. And because you have purchased that with a price, even if you kill that person by beating, you won't be sued by anyone. Maana umenunua huyo mtu kwa gharama, hata ukiua hauwezi ulizwa na mtu. You know, when the day of Jubilee comes, it did not matter how much you have been in slavery, you are set free to be reunited to your family. Unajua ya kwamba wakati mwaka wa Mungu ulifika, haikujalisha ni miaka ngapi umekaa katika mtumwa, lakini ulikuwa unajiunganisha tena na watu wa familia yako. There are people also who give themselves as servants to masters because they cannot be able to feed themselves. So you stay in that place, there is no salary. The salary is the plate of food that you get. Kuna watu wengine ambao walikuwa wanajipeana katika kwa wakuu wao, maana hawangekuwa na habari na mambo ya kujikimu. Kwa hivyo malipo yao ilikuwa ni sahani ya chakula. So after the 50th year and after the trumpet is blown, this person was declared free to walk out of that kind of bondage and reunite with the family, to live just as a free person. Kwa hivyo katika mwaka wa 50 na mwaka wa Mungu na wakati tarumbeta itapigwa, alikuwa anawekwa huru na anaenda kurudi na familia. All the properties that were given as a ransom, when that day comes, they were given back. Mambo yote na mali yote ambayo ilikuwa inapeanwa siku hiyo anarudishiwa. Because God did not want his people to remain in bondage. Maana Mungu hakuwa anataka watu wake waishi katika ufungwa. Blessed be the name of Jina la God. Bwana libarikiwe. Because the Lord, our God, is a God of restoration. Maana Mungu Baba yetu ni Mungu ambaye ni wa urejesho. He says in the book of Joel, chapter 2, verse 25. Anasema katika kitabu cha Yoeli 2:25. 2:25, I will restore to you the years that the locust has eaten. nitawarejeshea mambo yote ambayo ilikuwa imekuliwa. You know, the Lord is so careful to bring back whatever belongs to you, which the enemy has denied. Ndio Mungu ni mwangalifu kuleta kukurejeshea mambo ambayo adui amekuchukua. There are so many blessings that were intended for you because you did not know the enemy just scattered your blessing like that. Kuna baraka nyingi ambazo Mungu alikuwa anatarajia ni zako, maana hukujua adui akachukua. Opportunities that you would enjoy in life. Nafasi nyingi ambazo ungefurahia katika
down. Mpango wa Mungu ni ya kwamba ni ya kurejeshea kazi yako, si kuona ya kwamba ukisukuma chini. Even the intention of the Lord is for us to remain with Him, Hata baba si ya Mungu ni kumaanisha ya kwamba tuishi katika afya njema, so that you can live long and serve the Lord with the power He has given to you. ili uishi maisha marefu na utumikia Bwana na nafasi ambayo amekupa. The promise of God is to make you live with good relationship with other people and also with God. Ahadi ya Bwana ni ya kwamba uishi na amani na watu wengine pamoja na Mungu. And He is saying today that He is able to restore all that has been lost. Na anasema leo ya kwamba ako na uwezo wa kurejesha ambalo limeibiwa. It does not matter how much you have lost, the Lord is calling back all those blessings upon your life. Haijalishi umepoteza namna gani, lakini ya kwamba Bwana anarejesha mambo yote kwako. I was considering the story of Naomi. Nilikuwa naangalia hiyo habari ya Naomi. He was living in a place called Bethlehem, Judah, meaning the house of bread. Alikuwa anakaa katika mahali ambapo panaitwa Bethlehem, Juda, inamaanisha ya kwamba ni nyumba ya mkate. Yeah, and there was plenty. There was everything that a human being needed in Bethlehem, Judah. Na kulikuwa na kila kitu ambacho binadamu angetaka mahali pale Bethlehem, Juda. There was famine in that place, and so she decided to move and go to the Moabite land. Na kulikuwa na jabara na akaamua ya kwamba ataenda katika mji wa Moabite. It's an example of the people who go out of God because God has provided whatever you need, but you look for reasons to complain and you go away from God. Ni mfano mmoja wa watu ambao ni ya kwamba wakati Mungu anakupatia lakini unatafuta sababu nyingine ya kutoka kwake. So she ran away, and in 10 years she lost the husband and she lost her 2 sons. Akaenda na baada ya miaka 10 akapoteza mume na watoto wake. No, a duration of 10 years is so vital to have lost your husband and your 2 sons, and you are all alone now in a foreign land. Unajua ya kwamba wakati wa miaka 10 ni mdogo sana kwa umepoteza bwana na watoto wako wawili ukiwa katika nchi ya ugeni. You know, that's what the devil always intends for us, to keep us in poverty, to keep us tormented, to keep us without joy. Hivyo ndivyo shetani anapanga sababu yetu, tukae kama tumewekwa chini, tukae kama hatuna furaha. That is what was done to Naomi. Hivyo ndivyo kulifanyika katika maisha ya Naomi. And one time he thought and said, I need to go back. Na siku moja akafikiria akasema, ninahitaji kwenda. And then he called the daughters-in-law and told them, you are free to go and try to get married because this time I am not able to bear a son and raise him to be your husband. Na akaita mamini wa vijana wake akamwambia kwamba mnafaa muende, maana saa hizi hawezi zaa kijana mwingine ambaye anaweza kuoa. So Alpha, one of the wives, kissed the mother and went back. Opa akambusu mama yake na akaenda. And Naomi said, do not persuade me to leave you. Wherever you go, I will go. Wherever you will live, I will live. Wherever you die, I will die. Wherever you be married, I will be married. Naomi akasema ya kwamba mimi usiniambie ya kwamba niende. Mahali ambapo utaishi nitaishi, mahali utakufa nitakufa mahala pale. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. When she went back to Bethlehem, Judah. Wakati alirudi Bethlehem, Juda. And the people recalled her asking, is this Naomi now? I believe she did not have the glory she had gone with. Na wakati alirudi watu ambao walimuona wakasema ya kwamba je, huyu ni Naomi vile ambavyo maana ninaona ya kwamba hapo na ile umaridadi ambao alikuwa ameenda nao. Because there were so many things that she has gone through. Even the joy is not there. I mean the glory is not there. And also she has aged so much because of the poverty in the Moabite land. Maana furaha ilikuwa imeenda, ile umaridadi haukuwa, maana ya kufukara katika nchi ile. She went away full of property and covered by the husband and the 2 sons. She comes back alone and without joy. Alienda akiwa na mali nyingi pamoja na mume pamoja na watoto, lakini anarudi kama hana furaha. The Lord is not happy when you live in emptiness. His desire is to prosper you and lift you higher. Unajua yeye Mungu afurahi vile ambavyo unakaa bila, maana anafurahia wakati unaendelea na kuwa juu. And because the Lord does not throw us away forever, He brings and plans a nice way for bringing restoration to Naomi through Ruth. Maana Bwana hapangi kututupa
Ilikuwa ni nafasi ya Naomi kupata urejesho. Because all what she had lost from the dead, they were claimed back by Boaz because he was a rich man. Maana yote ambao walikuwa wameyapoteza ilirejeshwa na Boaz isipokuwa wale ambao waliaga. She got the blessing of getting back whatever belongs to her, and also she became the great grandmother of Jesus Christ. Na pia akapata nafasi ya kubarikiwa na kurejeshwa mambo yote na akawa ni mama wa mali. You see, God paying the debts that we can never pay. Unaona Yesu analipa madeni ambayo hatuwezi lipa. Blessed be the name of God. Jina la Bwana litukuzwe. That's why we see in the book of Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fallen short of the grace of God. Na maana tunaona kwamba katika kitabu cha Waroma inasema ya kwamba kwa watu wengi wamesini na wamepungukiwa na neema ya Bwana. Jesus looked at our situation, how backslidden we were, and how unpowerful we were, and he granted his son Jesus Christ to die so that we can be restored. Mungu akaangalia vile ambavyo tumerudi nyuma na vile ambavyo tunafanya mambo mabaya, akatoa mwana wake Yesu Kristo ili akaweze kuturejesha. So that whoever could not pay back the debt can be able to come through Jesus Christ by accepting him and have his debts cancelled and the sins forgiven. Na yule ambaye hataweza kulipa deni yake akipitia Yesu Kristo, mambo yote na deni yote yakansuriwa. So, since the wages of sin is death, God calls us, instead of us dying, we live by accepting him as our personal Savior. Maana malipo ya dhambi ni kifo, Bwana anatuita baki na ili tukaweze kurejeshwa. The book of Colossians chapter 2 verse 14. Kolosai 2:14. It says, Christ cancelled the record of debt that stood against us by nailing it to the cross. Inasema ya kwamba Yesu Kristo alikansel dhambi zote ambazo tulikuwa tumewekewa kwa kuadhibiwa katika msalaba. He was crucified, bearing all the sins and all the wickedness that the mankind had. Aliadhibiwa kwa msalaba na kubeba dhambi zote ambazo binadamu alikuwa nazo. We shall have the joy of living with him on this land, and then going back after leaving the world, we shall live with him forever. Ili tuwe na baraka na kuishi na yeye katika mahali ambapo tunakaa na tuishi na yeye milele. Is that not the Jubilee, the one that was mentioned by the Old Testament? Je, hiyo ni mwaka wa Bwana ambao ulitangazwa katika Agano la Kale? Ni hiyo. And because a proclamation has been made, I will not engage myself with local things, but I will go to the Lord and enjoy the year of the Lord and the freedom he has given us through the death of Jesus Christ. Na sababu imetangazwa, mimi sitajiunganisha na mambo ya hapa, nitaenda mbele za Bwana nijiunganishe pamoja naye. Because our sins are forgiven. Maana dhambi zetu zimesamehewa. All the guilt has been removed. Mambo yote yameondolewa. And all the condemnation. The Bible says in the book of Romans, there is no condemnation to them that are in Christ, because he suffered for that. Neno la Mungu linasema katika Warumi ya kwamba hakuna condemnation kwa watu ambao wanamwamini Bwana, maana alikufa sababu ya hilo. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. The debt that we could not ever pay, he paid for us. Na deni ambayo hatungeipa alitulipia. Jubilee is a time for a new beginning. Mwaka wa Mungu ni mwaka wa mwanzo mpya. It is a time for people to start again, afresh now. Ni wakati wa watu kuanza tena. It is a time for the families to be reunited. Ni wakati wa familia kuunganishwa. That is
Jesus. lakini yote yameenda na wewe ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. He says in Isaiah chapter 43 verse 19, I will make all things new. Anasema katika kitabu cha Isaia ya kwamba nitaweka mambo yote kuwa mapya. And because he is doing a new thing, he said, behold, I am doing a new thing. Because of that, you accept the new things, the newness of life that the Lord is bringing to you. Na sababu anasema ya kwamba atafanya jambo jipya, wewe unakubali mambo mapya ambayo Kristo ataleta. In the book of Corinthians, 2 Corinthians 5:17, it says, if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. Wakorintho inasema ya kwamba mtu ambaye ako ndani ya Bwana ni kiumbe kipya. So the history is blotted out, is deleted. You are a new creature. Ya kwamba historia imeondolewa, wewe ni kiumbe kipya. And you begin a new chapter in the Lord. Na unaanza chapter jipya ndani ya Bwana. So I can start today and say, Jesus Christ is my jubilee. So unaweza simama leo na niseme ya kwamba Kristo ndiye Bwana wangu. He has cleared all the debts that I was owed. Amenilipia madeni yote ambayo nilikuwa nayo. By the work of the cross. Katika kazi ya msalaba. Blessed be the name of Jina la God. Bwana libarikiwe. Through Christ, slaves receive their freedom. Kupitia Yesu Kristo watumwa wanapata uhuru yao. The sinners receives their forgiveness. Na watenda dhambi watu wanapokea kusamehewa. And the lost are being rescued. No. They are being brought back. Na wale ambao wamepotea wanarudishwa katika wokovu. Yes, blessed be the name of Jina God. la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Amen. The question today is whether you are ready to accept back whatever was stolen by the devil by accepting Jesus Christ as your personal Savior. Swali ni je, leo utakubali kupokea yote ambayo yalipotea yalichukuliwa kupitia kupokea Yesu Kristo? It is so easy to experience that you believe today. Ni rahisi sana kusikia na kuexperience mambo ya Bwana leo. By accepting Jesus Christ as your personal Savior. Kwa kupokea Bwana kama mwokozi wa maisha yako. Because freedom from sin, freedom from every bondage begins with salvation. Na hivyo